ili kupata mustakabali ambao katika tasnia ya TEHAMA. Nilikuwa nimeanzisha Jiku hii, watu wengi wanajuaga labda ndio nini. Jiku ni brand tu. Mimi na majina yangu mengine, lakini Jiku ni brand ambayo inasimama badala ya inakuwa ni jifunze kutangulia. Inakuwa ni jifunze, ile inakuwa ni kutangulia. Kwa hiyo ikiwa Jiku Tech Tips tunasema kwamba ni teknolojia ya kujifunza kutangulia. Kiamini kwamba uwezi kutangulia kichwa. Kutangulia kichwa ni sawa, utafika. Lakini pale unapoamua kuchukua muda wa kujifunza kwanza mbinu za kutangulia ili ndio uweze kutangulia, basi unaweza kutangulia kwa haraka ukaenda kumpita hata yule anayeenda kwa mbilinge. Kwa maana kwamba ukifanya juhudi za bila ujuzi wa kufika mahala fulani inakuwa ni changamoto. Unaweza kutumia hata miaka 10, lakini ukiwa na taaluma na mahali hapo unapotaka kufika unaweza kutumia hata labda hata miaka 2. Ndio ilikuwa wazo la Jiku Tech. Kwa yote tulikuwa tunahusiana na masuala ya teknolojia, kwa sababu mimi mwenyewe ni mdau wa teknolojia. Nimehusika katika kufundisha vijana wenzangu kidogo kuhusiana na programming, na walikuwa wakifanya mambo yao na wanaendelea vizuri. Lakini changamoto inakuja, nimeshindwa kuendelea kufundisha kutokana na kwamba hali ni ngumu kwa tasnia ya TEHAMA. Katika nchi yetu au katika jamii yetu ya Kiswahili, masuala ya TEHAMA yanaonekana ni masuala ya kigeni. Yanaonekana ni masuala ambayo ni ya kigeni. Na hivyo mtu wa ndani unayejihusisha na masuala ya TEHAMA unakuwa hauna mvuto. Kitu chenye mvuto ni kile kinachotoka nje. Kile ambacho mawazo yameasisiwa nje. Ndio anakuwa anasamini hivyo. Sasa mtu unakuwa unajiuliza sasa. Uwezo ukaanza kulaumu mambo mbalimbali ya mamlaka mbalimbali, wakati wewe mwenyewe unaweza ukafanya kitu. Hapo ulipo unaweza ukafanya kitu. Uwezo ukaanza kulaumu mala au labda vyuo vina mitaala mibovu au kwa chuoni hajatufundisha ile ambacho kinatakiwa. Mwisho wa siku kila kitu huwa kiende kwa bahati mbaya. Kila mtu alipo huwa anakuwa anafuata utaratibu. Kwa hiyo unakuwa unapanga kufika mbali kwenye kitu fulani, ni muhimu kuangalia dhamira yako na kuona unafikaje, na sio kukaa kuanza kulaumu mtu. Baada ya kufanya upembuzi wa kina wa suluhisho la kudumu, sasa unamsaidiaje mtu? Kwa sababu uwezo kumfundisha mtu ukasema na kufundisha programming, na kufundisha Java, na kufundisha PHP, na kufundisha framework zote, labda Laravel, labda na kufundisha React, labda na kufundisha na mambo kibao, na kufundisha JavaScript, TypeScript ili uweze kutengeneza mobile application, au labda web apps au websites bila kupata fedha. Hata kama kupata fedha unaweza ukapata ujuzi huo ukatengeneza website yako nzuri kabisa ya viwango vya juu kushinda hata watu wa nje, lakini kutokana na kasumba au niseme mtazamo wa jamii ya Kiswahili unakuwa hauna soko hata kama hiyo kazi yako ni nzuri. Kwa sasa cha kufanya inakuwa ni kitu gani hapo? Nifanye upembuzi wa kutosha. Tangu nimekuwa kimya hapa, sifanyi tena promotion za kufundisha, sifanyi tena promotion za vitabu vya TEHAMA ambavyo vipo mpaka sasa. Lakini yote ilikuwa ni katika kufikia mustakabali. Na baada ya kuwa nimefikia suluhisho ambao naweza nikalileta kwako likakusaidia mimi na wewe, basi nimeamua kuja live. Sio tena nilipokuwa nakuja na post tu makala, content za maandishi, na post vitabu, na post mambo mbalimbali. Sasa nataka nijumuike na wewe mwenye kutaka, kwa sababu naamini watu wengi walipo kwenye account hii au watu wanaofahamu brand hii ya Jiku Tech Tips ni wana TEHAMA. Ni wana TEHAMA ambao bado vile vile ni wasakatonge, kwa sababu mimi sijaona brand labda kusema kitanzania ambao inawika, ambao unaweza kawa ni mfano wa kuigwa
kama yalivyo makampuni mengine makubwa ya Facebook, Google na kampuni zingine nchi zingine. Hatuna hata zile web services kama ilivyo Oracle. Sema Oracle ni kampuni ambao wanaifahamu wanatehama. Na mtu wa kawaida hawezi kufahamu, tofauti na makampuni mengine yanayofahamika kama TikTok, Instagram, Amika. Lakini ninaposema Oracle, mtu unanielewa. Kampuni za chini chini, kwa mfano Cloudflare, ile Cloudflare ile watu wa tehama ndo wanaifahamu, lakini kampuni kubwa na inatoa service na inanufaika. Sisi hatuwezi kuwa na vitu kama hivyo vya ndani. Unakuta ni mnyororo ambao upo ulipoanzia. Sasa wewe ukija kudandia gari katikati inakuwa changamoto kuweza kuwa na nguvu kama walizonazo wao. Kwa hiyo nimekuja hapa ili kuweza kukukaribisha kwenye mjadala utakao kuwa unaendelea kwenye mtandao wa TikTok. Nafikiri TikTok ni jukwaa zuri ambalo linakuwezesha mtu tunahojiana vizuri. Kwa live mtu unahojiana, unapandisha mwingine, unamshusha mwingine, inakuwa ni vizuri. Hii ni brand ya Jikutech Tips, inahusika na masuala ya tehama. Masuala ya tehama ya programming, software development. Lakini kule ni Dangisha Kafumo ambao ni brand inayosoma mambo mbalimbali ya ufahamu. Siri mbalimbali za ufahamu, kitu gani kipo nyuma ya watu ambao wanavumbua vitu. Imekuwa ni vizuri sana kushare na wewe kwa sababu ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri ambacho mimi sintalazimisha mtu kuweza kukiamini au kukielewa au kukifuata. Ila ni kitu kizuri kwa wale wachache. Ni kitu kizuri ambacho kwa wale wachache watakao nufaika nacho, watakuwa na mchango mkubwa sana kwa jamii ya Kiswahili. Watakuwa na mchango mkubwa sana kwa jamii ya Kiswahili. Kwa hiyo nasisitiza wewe mwenye kutaka kujifunza tehama, wewe ambaye ni mtaalamu wa tehama kunishinda. Kuna wengine huwa wanakuwa wanashika na ile ego, tunasema ego au tunasema jeuli ile ya kusema kwamba huyo bwana mdogo mbona mimi najua yeye anajua Java na nini na nini na nini, mimi najua zaidi yake. Kuna mwingine amewahi kuniambia hapa kwamba uwezi kumwambia mtajifunza HTML na CSS unadumaza, labda lazima mtu ufahamu misingi C programming language, ufahamu C assembly ili uweze kufahamu system architecture, mambo kibao mengi ya kitaalamu. Uwezi kuwa mwepesi namna hiyo, lakini ukija kufuatilia, ukija kuingia kwenye C programming tena unakutana na ugumu. C ni platform selective sana. Unaweza kutengeneza mifumo mbalimbali au kuna kule, ila ni selective sana. Kwa hiyo unakuja unaangalia, vijana wengi wanaingia kwenye kujifunza mambo ya tehama, lakini mwisho wa siku anaishia kwenye utapeli, UD. Anaanza mimi na klaki, mara mimi natengeneza roboti, mara si nini. Sasa hayo ni mambo ambayo hayawezi kukusaidia wala kukufikisha mbali. Mwisho wa siku kwenye mjadala huwa anaibuka mtu ambaye anakuwa asema ametokana na kitu fulani, kama ambavyo watu mbalimbali wametoka Harvard, kama vile ambavyo watu mbalimbali wakubwa wametoka UDSM, kama vile watu mbalimbali wakubwa wametoka DIT, kama vile watu mbalimbali wametoka kwenye vyuo fulani maarufu, na kama vile ambavyo wachezaji hutokea kwenye academy. Sidhani kama academy huwa zinakuwa zinamilikiwa na serikali, lakini ni vitu ambavyo huwa vinaibua vipaji vya mtu, nakuta hadi anakuwa maarufu kwenye timu ya taifa ambayo inahusiana moja kwa moja na serikali. Kwa hii naweza nikachukulia ni kama ni academy au kana namna fulani ka kujifua mambo fulani ya ziada ya kuongezea pale mtu uliopo. Kwa hiyo nakukaribisha sana kwenye live itakao kuwa inaendelea TikTok. Nitaweka post hapa, utaweza kuiona, na kama utakuwa umevutiwa unaweza ukafollow. Sisemi kwamba tu ndo kae muda wote unasikilizia live au nini ushughulishe. Hakuna kitu ambacho kitaathiri shughuli zako. Shughuli zako zitabaki zilivyo. Lakini utaongeza kitu. Wewe ambaye unafanya shughuli yoyote, hata kama sio mwanatehama, elimu inayotolewa huko sio kitu cha mchezo. Sio kitu cha mchezo. Ni elimu ambayo ni kubwa sana na ni elimu ya asili, naweza kusema. Ni elimu ambayo unaitoa kwa uwazi, lakini mtu ambaye hauna ufahamu hauwezi kuelewa. Kama hauna ufahamu hauwezi kuelewa. Utabaki na elimu zako hizo mgando, ambazo ndo hivyo sasa tunazidi kuzeeka, vitangu vio vimeanza, hatuna utaalamu wowote, hakuna shughuli yoyote, wote tunakaa tunategemea serikali tufanyie maajabu. Watu wenyewe hata tukisema tuombe kazi kwenye nafasi zilizopo hata hatuwezi kutosha.
Kwa ni swala la kila mtu kuchukua jukumu lake, kujua majukumu yake kutokana na alivyozaliwa na tamaa zake na anatamani kuwa kitu gani kwenye maisha. Hapa mimi naongea zaidi na wanatehama na watu wengine. Kwa karibuni kwenye hiyo live itakayokuwa inaendelea ili tuweze kupata suluhisho la pamoja. Tuweze kupata suluhisho la pamoja. Tutengeneze, tuwe na TikTok za ndani, tuwe na social media za ndani, tuwe na vitu vingi ambavyo tunavihold wenyewe. Sio hivyo tu, hata teknolojia zingine. Hata teknolojia zingine. Elimu hiyo kama nilivyokuambia ni elimu ya asili. Ni elimu ambayo inaibua mjadala wa ufahamu. Ni elimu ya asili. Kwa yule mwenye macho ya juu au mwenye fahamu za juu hawezi kuelewa. Na katika huko kwenye Ndagisha Kafumo, wale ambao wanakuwa wanaelewa ni wale ambao walikuwa wameshaanza kusaka elimu hiyo. Ameshasoma vitabu nenda rudi, ameshajiunga hapa na pale, hajaelewa. Sasa akija kukutana na elimu hii inampa summary. Na watu wengi wanaokuwa wanapata kuelewa elimu hii ni wale watu wazima ambao tayari wanafahamu mambo mengi. Anajua kitu fulani, hichi kitu nimekijua tangu miaka, lakini topic imekuwa mpya kwa upande wangu na ninaona kama ina msaada na inasaidia. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Ninakusisitiza uwepo huko ili tuweze kujadili pamoja kuhusiana na tehama na mambo mengine ya kizalendo. Mambo mengine ya kizalendo. Sio mchezo. Ni mambo ambayo ni asili, sana. Hii stili sio kwamba ni stili ambayo imekuwa imetundikwa kwenye mti. Inakuwa imetundikwa kwenye mti, hapana. Hiyo ni stili ambayo unaigundua kwenye ufahamu wako wewe. Unaigundua kwenye ufahamu wako. Na yule mwenye kufahamu kile unachokizungumza anakuwa anajua hatari yake hicho kitu ninachokuwa nakisema mimi hapa. Mtu mwenye kufahamu anajua hatari yake. Na wewe mwenyewe ukigundua kichwani mwako, utaweza kufahamu hatari ya ufahamu huo ninaozungumzia mimi. Utaweza kujua hatari yake. Na utaweza kujua jinsi ilivyo mkombozi kwa hali tulionayo sisi. Mimi nafikiri niishie hapo, nisiongee sana, ila nakaribisha. Nafikiri nimekuja live ili kila mtu ajue. Usije ukasema mimi sikuambiwa au vipi. Na kuna watu ambao huwa wananielewa, kuna watu wengine ambao wanakuwa hawakuelewi. Ndio asili ilivyo, yani uwezo kaeleweka na kila mtu, na sio hali ya kuchukia, na sio hali ya kujisikia vibaya, na wala sijisikii vibaya mtu kutokunielewa, na wala sijipongezi mtu kunielewa, kwa sababu mimi mwenyewe kuna vitu naweza kujifunza mbele yake. Ndio nataka kuingia kwenye mjadala ili tuweze kuja na mustakabali wa pamoja, kwa sababu nina kitu ambacho kinaweza kukaleta hoja ambazo zinaweza zikatupeleka mahali fulani tukafanya kitu kipya. Kwa hiyo karibuni sana. Yangu ni hayo. Nafikiri watu wote ambao wapo kwenye Jiku Tech Tips huwa wanafahamu mawasiliano yangu, jinsi ya kunipata huwa wanajua. Huwa wanajua. Kama una swali lako la pekee la private, unaweza ukaja hapa, unaweza ukanitafuta